Huyu jamaa alivyoingia tu kwenye show ya kutafuta wachumba, wadada kama wote wakapasua maputo yao, huku wakikenya usoni kana kwamba wameona kitu cha kuwatia kinyaa. Dada mmoja akasema, angalia ni nini hiki amevaa. Yaani kifupi waliona jamaa ni mlala hoi kweli. Hadi MC mwenyewe akawa anashangaa unaambiwa. Ikabidi amuoji jamaa maswali. Akamuuliza, unaitwa nani na una miaka mingapi? Jamaa akamwambia, naitwa George Cardona, nina miaka 34. MC akamuuliza tena, unafanya shughuli gani kuendesha maisha yako? Jamaa akasema, mimi ni fundi bomba na nimekuwa fundi bomba kwa miaka 16 sasa. Dada mwingine alivyosikia hivyo akapasua puto naambiwa, huyu jamaa atapata mchumba kweli? Ngoja tuone. Dada mwingine akauliza kwa mshangao, na unajivunia? Hii ni red flag. Nimechoka kuwa kwenye mahusiano na wanaume wasiokuwa na pesa. MC akamwambia tena George, hebu niambie ni kitu gani cha thamani kwako? George akasema, ni rahisi tu kuwa baba bora kwa binti yangu. Wadada wawili wakapasua maputo baada ya kujua jamaa ana mtoto. Dada mmojawapo akasema, samahani, amesema ana mtoto, hivyo sio vitu vyangu kabisa. Jamaa akatikisa kichwa kukubali, kisha akaendelea kujielezea akasema, ana miaka 9 sasa na yeye ndio kitovu cha dunia yangu. Ninafanya kila kitu kwa ajili yake. Wadada wakaanza kumshangaa mwenzao ambao mpaka muda huo alikuwa anatabasamu na hajapasua puto. Mmoja akamuuliza, umesikia alichokisema? Yule dada mpole akasema, ndiyo nimesikia, ni vizuri. Jirani yake akamuuliza, ni vizuri? Mwanaume ambaye kasema anafanya kazi ambayo ni kima cha chini cha mshahara na ana mtoto, hivi unajua kwamba ana hela yoyote na utaweza kukutana na changamoto na mama mtoto wake wa zamani ambaye atakuwa ni vigumu kushughulika naye. Hii sio nzuri binti. Haka kabinti ni ka overthinker kweli, yaani kamewaza mengi hadi ambayo jamaa hajayasema unaambiwa. MC akasema, ngoja tuwasikilize baadhi ya wanawake waliopasua maputo yao. Akamuuliza wa kwanza, unaitwa nani na una miaka mingapi? Dada akasema, naitwa Bright, nina miaka 26. MC akamuuliza, kwa nini mwanzo kabisa ukapasua puto lako? Bright akacheka kwa dharau, akasema, sijui hata nianzie wapi. Na maanisha, unajua unaenda kuonekana kwenye kamera, alafu unakuja na muonekano kama huu. Ilitakiwa avae kama mtu ambaye anaendana na muda. Ana tabia za hovyo na si aina ya mtu ambaye ninamhitaji. Yaani haka kadada kana nyodo kweli. Usikute hata kajatandika kitanda kanavyokuja kwenye hii show unaambiwa. Yaani kanajifanya kako smart kweli. MC akamwekea maiki dada wa pili ajielezee. Dada wa pili akasema, ninaitwa Amba, nina miaka 27. MC akamuuliza, kwa nini ulipasua puto? Amba hakutaka kupindisha unaambiwa. Akasema, ngoja nianze na cha muhimu kwamba anaweka mikono yake chini kwenye vyoo vya watu. Nimeimagine kama akirudi nyumbani kutoka kazini akajaribu kunigusa mimi. Huu ni msalaba kwa kweli. Kwa dharau akaongezea akasema, afadhali nibaki peke yangu hata kama nitaumia kuliko kuwa kwenye mahusiano hayo. Wenzake wakacheka kweli kweli unaambiwa. MC akaenda kwa dada watatu akamuuliza, wewe pia ulipasua puto? Ni kwa sababu George ni fundi bomba au kuna lingine? Mdada akasema, labda ningeweza kuvumilia ile issue ya fundi bomba, lakini amesema ana mtoto. Nina miaka 29 tu. Sitaki kujaribu kuwa mama wa kambo. Nipo hapa kuyainua maisha yangu na si kuyaharibu. Bright akaongezea akasema, ukijumlisha na anavyojaribu kuwa baba bora wa mwaka, hatakuwa na muda wa kunihudumia mimi na kutupa wote tunavyostahili. Wenzio wakapiga makofi kushangilia unaambiwa. Jamaa akabaki tu anatia huruma, maana kila mtu kaongea kasoro yake. MC akamfuata dada ambaye bado hajapasua puto, akamuuliza, unaitwa nani na una miaka mingapi? Bibi akasema, ninaitwa Maris, nina miaka 30. MC akamuuliza Maris, wewe ni mtu pekee ambaye haujapasua puto? Hakukuwa na kitu chochote kuhusu George kilichokukera au kukufanya upoteze hamnaye? Maris akasema, hapana. MC akamuuliza tena, ufundi bomba sio issue kwako? Maris akasema, kwa nini iwe hivyo? Kazi ni kazi tu na ufundi bomba ni kazi muhimu sana. Kwa upande wangu kila kitu kiko vizuri. Nilikuwa nafikiria kwamba tukiwa pamoja nisingehangaika tena kuhusu tatizo la bomba la maji, sinki kuziba au choo kuharibika. Maris alitiririka huku akiwa na furaha, yaani meno 30 nje unaambiwa. MC akamuuliza, na
ana mtoto wa kike, hilo halikuchukizi wala halikuzuii kuvutiwa naye? Marcy akasema hapana, kwa nini iwe hivyo? Mdada wa tatu akasema huenda anapenda maisha ya umaskini na hataki kubadilika. Wadada wakacheka wanaambiwa. Bright akasema au labda itakuwa akapoteza. Marcy kwa hasira akasema wewe, shida yako ni nini? Liweke sawa hili. Huyu ni mwanaume mzuri na ni baba anayejali, na maanisha huenda sio wa thamani kwenu, lakini ana sifa za kuwa mshirika wangu. Wenzio walianza kumcheka na kuona kama amepoteza kumchagua George. Mdada wa tatu akasema siwezi kuliafiki hilo, ninamaanisha kama yeye ni bora sana, kwa nini mwanamke aliozaa naye alimkimbia? Bright akadakia akasema hakumuacha, ila alimbwagia mtoto, alijua kabisa huyu ni mpuuzi. Marcy akamwambia haujui kilichotokea. Bright akajibu najua kilichotokea, hakuna mtu anataka kuwa na mwanaume maskini, hususani akiwa na mtoto. Yaani Bright anaongea utasema yeye ndio mwanamke aliyemtelekezea jamaa mtoto. Marcy akasema hela sio kitu cha muhimu sana kwenye mahusiano kama hamtakuwa na msingi imara wa upendo na kuheshimiana. Amber akasema amesema kuwa binti yake ndiyo kila kitu, hii inamaanisha utaenda kuwa mtu wa pili wakati wote, ataenda kukutaabisha tu. Marcy akauliza kwa nini iwe hivyo? Bright akasema kwamba utaenda kunisumbua mimi. Marcy akasema baba mzuri ataweka kipaumbele kwa binti yake, nafikiri hii ndiyo jibu zuri kwa mwanaume mzuri. Marcy akamtetea sana jamaa unaambiwa. MC akamuuliza Marcy unataka kwenda date na George? Marcy akasema bila shaka. Amber akasema binti, tunajaribu kukusaidia eti. Yaani hawa waliona kama mwenzao wanatumbukia kwenye shimo unaambiwa. Bright akasema watu wengine wanajifunza kwa njia ngumu. MC akamuuliza jamaa akasema George, unataka kwenda date na Marcy? Jamaa akamwangalia Marcy kisha akasema ndiyo, nimempenda. Marcy akafurahi unaambiwa. Mwamba akaendelea akasema na kuna jambo nataka kuliweka sawa kwanza. Bright akasema kwa dharau hapa nataka kutuonesha kuwa sio fundi bomba tu wa kawaida, bali amezama kwenye madeni makubwa sana. Jamaa akasema vizuri, ni kweli kwamba mimi sio fundi bomba tu wa kawaida, bali nina kampuni yangu ya ufundi wa bomba. MC akajazia akasema hii ni zaidi ya ufalme, ana matawi 40 upande wa West Coast pekee. Kifupi huyu ni mwanaume bilionea. Wadada wakashangaa unaambiwa, wakaanza kumwangalia kwa matamanio. Ila wadada kwenye pesa. Amber akasema haiwezekani. Jamaa ikabidi avue overall kuwaonesha uhalisia wake. George akasema mimi na mke wangu tulianza mahusiano toka tupo shule, lakini alifariki akiwa anajifungua mtoto wetu. Kila kitu kilibadilika kwenye maisha yangu ndani ya usiku mmoja tu. Ghafla nikajikuta nimekuwa mgane ambaye nahitaji kumlea mtoto. Ikabidi nirudi kwenye maisha yangu ya zamani, ila nikatengeneza kitu kimoja ambacho kitanipa uhuru, ambacho hakitanizuia kuwa na mtoto wangu. Na kweli nikapata njia ambayo mke wangu angejivunia. Kabla sijajua kama kampuni yangu ilikuwa imefikia zaidi ya matawi 200. Na binti yangu Eva alikuwa haraka kuliko hata nilivyotegemea. Nikawa nina kila kitu ambacho nahitaji kwenye maisha yangu, kasoro mtu mmoja tu wa kushirikiana naye. Kwa hiyo nikaanza kutoka out kwa ajili ya deti, lakini ilikuwa ngumu kujua kama wanawake wamekuja kwa ajili yangu au kwa sababu ya pesa zangu. Na hiki ndicho ambacho nimekifanya leo. Nilikuja kumwangalia mtu mmoja tu ambaye atanihitaji mimi kama mimi, na ndio maana sikutaka kuweka wazi hilo. Wadada wakaanza kuchanganyikiwa unaambiwa. Wakaanza kuokota hayo maputo yao waliokuwa wamepasua. Hapa naomba wahenga wahusike kidogo. Maji yakisha mwagika hayazoreki kwa kweli. Bright bila aibu akamkimbilia George na kumshika, huku akianza kujibebisha unaambiwa. Akasema stori yako ni nzuri sana, ninamaanisha ni ya ajabu sana, hasa baada ya kuimaliza yote hadi kwa mtoto wako. Marcy akawa anacheka tu unaambiwa, maana hivi punde tu kalikuwa kanamsema vibaya, alafu saizi kanamsifia. Ila pesa ni mwanaalamu nyie. George akasema asante. Hapo hapo dada watatu akaja akamsukuma Bright, alafu akasema nilichokisema awali hakikuwa na maana. Ukweli ni kwamba napenda mwanaume anayejituma na kufanikiwa kwa juhudi zake. Naomba nafasi nyingine. Naye akawa anajibebisha kwa jamaa unaambiwa. George akasema nafikiri umechelewa kidogo. Bibi akaenda pembeni. George akasema nafikiri kila mtu ameonyesha rangi yake halisi. Akamgeukia Marcy akasema lakini Marcy, kama
kama bado uko tayari, ningependa kukupeleka kwenye date. Marcy akasema, ningefurahia sana kufanya hivyo. George akamuuliza, umewahi kwenda Paris? Marcy akasema, hapana, ila nilikuwa natamani sana kwenda. Wadada wengine wakaanza kushangaa, unaambiwa. Yaani wanasikia masuala ya kwenda date nchi za nje, wakatamani muda urudi nyuma wasafisha madhambi yao. Lakini ndo hivyo, haiwezekani. George akasema, sawa, vipi kama chakula cha usiku tukala Paris? Marcy hadi akapata kigugumizi, unaambiwa. Hatimaye ndoto yake inaenda kuwa kweli. Akasema haraka haraka, sawa, nashukuru. Wakawa wanaondoka kwa furaha. MC akawapisha akiwa na tabasamu. Wadada wengine wakaanza kunung'una, kumbe ana ndege binafsi. Hawa kimewalamba, unaambiwa. Hawana tofauti na mimi ambaye nilijaji cover la kitabu cha Joka la Mdimu kuwa ni kizuri sana, lakini kilichonikuta naitwa Kapelekeshi, ila hata mimi sijui napelekesha nini. Stori yetu imeishia hapa, tukutane kwenye stori nyingine. Usisahau kulike na kukomenti. Umeionaje hii?